Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, mama kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 31 Julai anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Inyasi wa Loyola, muasisi wa shirika la Wayezuiti duniani. Wayezuiti katika maisha na utume wao ndani ya kanisa wanapaswa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa mambo makuu yafuatayo: kuendeleza mchakato wa mang'amuzi na mafungo ya kiroho, kushikamana na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii, kuwasindikiza vijana katika safari ya maisha yao, mwishoni kutunza mazingira, nyumba ya wote. Haya ni mambo ambayo yamebainishwa na Baba Mtakatifu Francisco katika barua aliyomwandikia Padre Arturo Sosa, mkuu wa shirika la Wayezuiti, kama sehemu ya mpango mkakati wa maisha na utume wao katika kipindi cha miaka 10, yaani kuanzia mwaka 2019 hadi mwaka 2029. Baba Mtakatifu anakaza kusema hivi pia ndivyo vipaumbele vya kanisa la kiulimwengu kwa wakati huu, mambo ambayo yanapaswa kumwilishwa katika maisha na utume wa kanisa kwa njia ya sinodi za maaskofu na mabaraza ya maaskofu Katoliki sehemu mbalimbali za dunia. Padre Arturo Sosa, mkuu wa shirika la Wayezuiti, katika maadhimisho ya kumbukumbu ya Mtakatifu Inyasi wa Loyola kwa mwaka 2020, akihojiwa na Vatican News, anabainisha kuhusu maisha na utume wa Wayezuiti ulimwenguni na jinsi ambavyo umebadilika sana kutokana na janga la ugonjwa wa virusi vya korona. Kumekuwepo na ongezeko la viongozi wa jumuiya ya kimataifa wanaotawala kibabe, hali ambayo inahatarisha sana mahusiano na mafungamano ya jumuiya ya kimataifa. Shida na changamoto zote hizi ni fursa ya kujenga na kudumisha umoja, mshikamano na udugu wa kibinadamu. Janga la homa kali ya mapafu inayosababishwa na virusi vya korona imesababisha madhara makubwa katika medani mbalimbali za maisha ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, kitamaduni, kifamilia na hata katika maisha ya kiroho. Janga la virusi vya korona limebadilisha vipaumbele vya maisha na utume wa Wayezuiti sehemu mbalimbali za dunia, na kwa sasa wameanza kujikita katika mapambano dhidi ya janga hili kwa kuhakikisha kwamba waathirika wanapata mahitaji yao msingi kama kielelezo cha huruma na upendo wa Mungu kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Hii ni changamoto ya umoja na mshikamano na ujenzi wa udugu wa kibinadamu, kwa kutambua kwamba watu wote wanategemeana na kukamilishana kama inavyojionyesha katika mapambano dhidi ya virusi vya korona. Gonjwa hili limegusa na kutikisa misingi ya maisha ya kiroho na hivyo kusababisha ukame wa maadhimisho ya ibada na sakramenti za kanisa. Malengo na vipaumbele vya watu vimebadilika sana. Leo hii Wayezuiti wanapenda kujiaminisha kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kuwasaidia kutambua hatua ambazo wanapaswa kupiga katika hija ya maisha na utume wao hapa duniani baada ya kuzuka kwa janga la virusi vya korona. Kuna umuhimu wa kuleta mabadiliko makubwa katika mifumo ambayo inaendeleza na kudumaza ukosefu wa haki msingi za binadamu, utu na heshima yake. Ni wakati wa kusimama kidete kulinda, kutunza na kudumisha mazingira ya nyumba ya wote. Mwishoni ni kujenga na kuendeleza utamaduni wa kuwasikiliza vijana na kujibu changamoto, shida na matamanio yao halali kwa sasa na kwa siku za usoni. Janga kubwa la virusi vya korona limesababisha kudumaa kwa demokrasia ya kweli sehemu mbalimbali za dunia, kiasi kwamba jumuiya ya kimataifa inashuhudia kuibuka kwa viongozi wanaowaongoza wananchi wao kwa ubabe, kiasi hata cha kujikuta wanatumbukia katika uvunjwaji wa utu, heshima na haki msingi za binadamu. Mfano halisi ni kuhusu sera na mikakati ya kuwahudumia wakimbizi na wahamiaji, hali ambayo inagumisha mchakato wa ujenzi wa dunia ambayo inasimikwa katika misingi ya haki, amani na udugu wa kibinadamu. Nyanyaso na dhuluma dhidi ya wakimbizi na wahamiaji ni hatari sana kwa moja na mafungamano ya miongoni mwa jumuiya ya kimataifa. Matokeo yake ni kuendelea kukua na kukomaa kwa biashara haramu ya binadamu na viungo vyake, pamoja na mifumo mbalimbali ya utumwa wa mamboleo inayodhalilisha utu, heshima na haki msingi za binadamu. Wanasayansi, madaktari, wanahangaika kutwa kucha, juhudi zinasonga mwanga, hakuna dawa. E Bwana, tunakufa tuone huruma. Tunaomba Mungu Mwenyezi, ingilia kati kwa uwezo wako wote. Macho yao uyafungue, baraka ipatikane Bwana.
Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Padre Arturo Sosa, mkuu wa shirika la Wayezuiti, anakaza kusema changamoto, matatizo na fursa hizi zinapaswa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa masikini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Fumbo la msalaba liwe ni kigezo muhimu katika kuchagua vipaumbele vya maisha na utume wa kanisa. Jumuiya ya kimataifa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali inapaswa kuhakikisha kwamba hata masikini wanapata huduma bora ya afya, elimu na mahitaji yao msingi kama binadamu walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Sera na mikakati mbalimbali wasaidie vijana kupata fursa za ajira ili waweze kuwa na leo na kesho yenye matumaini zaidi katika maisha na utume wao. Utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, ni changamoto changamani inayopaswa kuvaliwa njuga na jumuiya ya kimataifa ili kudhibiti athari za mabadiliko ya tabia nchi zinazoendelea kuwatumbukiza watu wengi katika umaskini wa hali na kipato, magonjwa na ujinga. Fumbo la msalaba wa Kristo Yesu ni dira na mwongozo wa maisha na utume wa Wayezuiti sehemu mbalimbali za dunia. Huu ni mwaliko kwa waamini kukimbilia na kuambata huruma na upendo wa Mungu unaobubujika kutoka katika fumbo la msalaba. Kwa kukutana na kumwambata Kristo Yesu aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu, waamini wanakirimiwa amani, utulivu na uhuru wa ndani kwa kujiaminisha chini ya maongozi ya Roho Mtakatifu. Kumbe dhamiri nyofu inakuwa ni mahali patakatifu ambamo Mwenyezi Mungu anakutana na kuzungumza na mja wake, tayari kuinafsisha sala katika huduma ya upendo, umoja na mshikamano wa udugu wake binadamu. Waamini wawe makini kusoma alama za nyakati, huku wakiwa tayari kutambua na kukiri uwepo endelevu wa Mungu katika historia, ili hatimaye hata wao waweze kushiriki kamilifu katika ujenzi wa ufalme wa Mungu unaosimikwa katika haki, amani, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Waamini wajenge utamaduni wa kuchunguza dhamiri zao kila siku ili kufanya mlingano kati ya maisha yao ya kiroho na ushuhuda wao kwa Kristo Yesu na kanisa lake katika maisha ya hadhara. Padre Arturo Sosa, mkuu wa shirika la Wayezuiti, anasema kuna haja kwa Wayezuiti kushirikiana kwa karibu sana na waamini walei katika kuadhimisha neno la Mungu na sakramenti za kanisa ili hatimaye waamini waweze kutoka kifua mbele kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu katika maisha yao kama sehemu ya mchakato wa kuyatakatifuza malimwengu kwa tunu msingi za maisha ya Kikristo. Huo, ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, ni mwaliko wa kuendelea kujikita katika uongofu wa shughuli za kichungaji, tayari kusaidiana na kusindikizana katika maisha ya kiroho ili kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu. Mafungo ya kiroho yanayotolewa na Wayezuiti sehemu mbalimbali za dunia ni zawadi ya Mungu kwa waja wake. Yesu mwema, mwenye huruma, tunakuomba ututazame. Damu na maji vilivyotoka moyoni mwako vilete dawa halisi ya kutuponya. Watu wengi sana wanakufa bila ya hatia, inasikitisha. Nasi wengine roho juu hatujui tutaishi vipi maisha yetu. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Padre Arturo Sosa, mkuu wa shirika la Wayezuiti, anasikitika kusema kwamba maambukizi ya homa kali ya mapafu inayosababishwa na virusi vya korona yanaendelea kuleta madhara makubwa sana, hasa katika nchi za Amerika ya Kusini. Hii inatokana na ukweli kwamba hakuna miundo mbinu ya kisiasa ambayo imekuwa tayari kukabiliana na dharura ya janga la virusi vya korona. Kuhusu hali ya miito ya daraja takatifu ya upadre, anasema kumekuwepo na upungufu mkubwa wa vijana wanaoingia shirika la Wayezuiti kutoka katika bara la Ulaya na Marekani, ambako kwa miaka mingi walizoea kupokea makundi makubwa ya vijana waliotamani kujiunga na shirika la Wayezuiti. Lakini hata hivyo, ubora umeongezeka na kuimarika zaidi. Kuna makundi makubwa ya vijana kutoka barani Afrika na Asia wanaoendelea kufundwa usiku na mchana ili kuweza kutekeleza dhamana, maisha na utume wa Wayezuiti sehemu mbalimbali za dunia. Padre Arturo Sosa, mkuu wa shirika la Wayezuiti, anahitimisha kwa kusema kwamba
Haya ni malezi ya awali na endelevu yanayochukua muda mrefu ili kuweza kuwapika barabara vijana hawa ili waweze kuwa tayari kupambana na changamoto katika ulimwengu wa utandawazi na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Kwa sasa hakuna wazo la kuanzisha shirika la watawa wa kike kwa Wayezuiti, lakini kama shirika litaendelea kushirikiana kwa karibu zaidi na wanawake katika vituo vyao vya tasawufi, maisha ya kijamii na katika taasisi za elimu ili kutekeleza maisha na utume wa Wayezuiti sehemu mbalimbali za dunia. Nam, kutoka studio za redio Vatikani, mimi ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa. Tunakukabidhi maisha yetu, kuweza kwetu na kushindwa kwetu, vyote viwe mikononi mwako. Utujalie imani, matumaini, wema na utulivu, tukusadiki wewe pekee na kutegemea uwezo wako mwema wa ajabu. Tusimame imara katika imani, tusiombe bali tuzaliwe upya kwa ushindi.